mambo ya vyama vya ushirika, cooperatives. Tuko na cooperatives ndani ya Kenya. Nilikuwa naangalia hapa asubuhi, kwa sababu tuko na cooperative society 25,000 ambaye iko na members 14 million members. Hawa 14 million members kwa jumla wamefanya savings ya 1.8 trillion. William Ruto anamezea hiyo pesa mate. Unajua pesa, aliongeza pesa ya NSSF. Watu walikuwa wanatoa 200 akaongeza mpaka 6%. Hiyo pesa amechukua, amepeleka kwa budgeted corruption. Hiyo pesa Rironi Mausamet Road. Hapo anakula hongo ya bilioni 7. Hiyo pesa amechukua ingine kununua Kenya Pipeline. Hapo amekula hongo karibu ya 30 billion. Sasa amekula pesa yote ya Kenya imeisha. Sasa ile pesa anapangia ni 1.8 trillion savings ya wafanyikazi ya cooperative societies. Na ndio alikuwa ametuma hii Kindiki, hii mtu anaitwa Soprano. Si ndio? Si mnajua hii Soprano? Si ni Bonoko? Kuna mtu alichagua yeye? Mnamjua yeye? Mko na haja na yeye? Sasa alituma hii Bonoko to test the waters. Ati hii pesa ya SACCOS wacha tuweke iende kwa infrastructure sijui nini. That is budgeted corruption. Mimi nataka kuambia wafanyikazi wa Kenya, William Ruto tayari has raided your payslip. Ameangaisha wafanyikazi. Ametoa pesa, amepeleka NSSF, anaizibia huko. Amechukua ingine, amepeleka housing, anaibia huko. Sasa ile savings kidogo, the little savings Kenyan workers wameweka, the savings kidogo wakulima wameweka, anaipangia vile ataiba, aseme ati naenda kwa barabara. Mimi niambie wafanyikazi wa Kenya wajiandikishe kupiga kura, tufukuze hii mtu next year, because tusipomfukuza watakuwa kwa shida. I want to tell all members of SACCOS in Kenya to resist. We cannot allow William Ruto to touch the savings of Kenyan workers and farmers. Those savings must be protected, and I will lead from the front. We will not allow him. Na mimi nataka kuambia huyu waziri wa cooperatives anaitwa Oparanya, mtu ya broad based, wachana na pesa ya savings ya wafanyikazi. Wewe William Ruto, wachana na pesa ya wafanyikazi. Kwani unataka pesa ngapi? Pesa yote umechukua. Ya SHA umeiba. Ya masomo umechukua. Mshahara ya wafanyikazi umechukua. Sasa ile savings kidogo ya civil servants, ya walimu, ya people in the private sector, wale wako na SACCOS yao, wameweka savings ya kujisaidia huko mbele, kununua nyumba, kununua shamba, kusomesha watoto. You are targeting the savings of the people of Kenya. We will not allow you. Number 2, new KCC. Ilikuwa imemalizwa na Moi. KCC ambayo imesaidia wakulima ya maziwa for all the years. Moi alimaliza. When Kibaki took over in 2002, he revived KCC as new KCC. Akachukua the late Eliud Matu Amai, ikasimama. As we speak, wakulima wamenipigia kutoka Eldoret. Wakale jinsi wa Ruto waniambia, please tusaidie Ruto asichukue hii new KCC. Wakale wenyewe, kwa sababu ndio tegemeo lao. Huyu Ruto, Sudi and Murkomen wamepanga kuiba new KCC. Na ndio nasikia huyu kijana Ruto akisema ati inciting people. I want to tell you, wewe kijana ya Ruto, I'm telling people the truth. Hiyo truth ndio mnaita incitement. There is nothing you can do to me. I'll continue telling the people of Kenya the truth. Ile ulikuwa umepanga kuua Wakikuyu hapa, nikaambia Wakenya. Sasa ile mnataka kuiba new KCC, nitaambia Wakenya. Ile mnataka kuiba savings ya SACCO, nitawaambia Wakenya. Na Wakenya wanasimama na mimi. Na hakuna pahali mtanipeleka. Lazima tuambie Wakenya ukweli. We cannot allow William Ruto and his tribesmen
to finish whatever little that is remaining in this country, the savings of the Kenyan workers through the SACCOs. Hiyo new KCC Ruto wachana naye. Wewe tenda tengeneza kampuni yako ya maziwa. Uko na mashamba kubwa ile umeiba, weka factory huko yako ununue maziwa. Wachana na new KCC, hiyo ni factoria ya wakulima wadogo. Nikimalizia mimi niseme, and I want to say mchana, nimeambia hii watu ya Mlima Kenya, Ruto has targeted them for economic destruction. Na aliniambia na mdomo yake ya kwamba hawezi kubali jamii ikuwe kubwa na ikuwe na mali. Lazima uhakikishe hawana mali. Hii vita yote imeelekezwa wafanyabiashara mlimani, ni njia ya kumaliza wafanyabiashara mlimani. Ametarget mashamba ya watu ya mlima. Hata sasa wale marafiki wake wa mlima ameanza kukula hawa. Iko mama moja anaitwa Mere Mungai Maria, alikopa pesa akapatia Ruto ya kufanya kampeni, na mimi nilikuwa hapo. Mama tu mdogo mfupi lakini very aggressive, anaitwa Maria. In fact alikuwa anaitwa Mere wa Ruto, Waboi wa Ruto. Si mnajua Waboi, ile msichana mfupi. Sasa Ruto akamtumia, akakopa malone Equity, akaweka kwa kampeni ya Ruto, akifikiria Ruto akipita atamsaidia afanye biashara, atengeneze mambo yake. Akajenga hoteli kubwa inaitwa Gili, iko na deni karibu ya bilioni sijui gapi. Sasa Ruto amepanga kununua hiyo hoteli amalize huyu Wamboi. Na shida ya Wamboi not anything else ni Mkikuyu, kwa sababu William Ruto amesema hata kubali mtu yeyote Mumeru, Muemu, Mkikuyu akuwe na pesa. Sasa hata wale wako karibu na yeye ameanza kukula hawa. Sasa amekula Wamboi, wewe Ichung'wa, ngojea. Ngojea. And you know, historia inajirudia. History is repeating itself. Moi alisaidiwa na Charles Jonjo, akasaidiwa na Gigi Kariuki, akasaidiwa na Mwai Kibaki. Si Jonjo ndiye alikuwa mtu ya kwanza Moi kukula. Jonjo akamsaidia, akiingia akakula Charles Jonjo, akakula Gigi Kariuki, akakula Mwai Kibaki. History is repeating itself. Ruto alipoingia mtu ya kukula ya kwanza ni Rigiji, si ndio? Si nilimsaidia akakuwa rais? Mimi ndio nilikuwa mtu ya kwanza kukula. Akakula Mithika Linturi, akakula Justin Muturi. Nyinyi akina Mwangi Kionjuri, akina Ichung'wa muko kwa laini. Atakula nyinyi yote, hakuna mtu atabaki. Nyinyi mnishukuru, nifukuze yeye next year kabla haja kula nyinyi. Zindio? Iko mwingine mjumbe aliambiwa nisaidie kufukuza Rigiji, akapatiwa tenda ya 1 billion ya kuuza vikingi ya stima, akasupply. Ruto amekanyanga payment yake, akamwambia vile wewe uko na chama yako, kabla nikulipe uende ufunge hiyo chama. Sasa amekataa kufunga chama, hajalipwa. Na anaenda pale anasema oh Ruto tutam. Hakuna kitu wewe mjumbe. Hata ukiongea na ile proverbs yako hutalipwa. Mimi najua huyu Kasongo. Vikingi alisupply ya 1 billion. Amekanyangiwa payment. Amesema hataenda chini peke yake. Anataka hii watu ya mlima yote viongozi aende chini na hao. Na anataka kulazimisha hao wote wasimame na UDA ndio waanguke pamoja na yeye waende nyumbani pamoja. So mimi nataka kuambia ile watu mko hapo, huyu Derito Mureithi chairman ya KRA, wewe unatumika kuumiza Wakikuyu. KRA imehangaisha jamii. Wewe unatumika. Wewe Ruto akimalizana na sisi atakula wewe. Sasa wale wote, huyu IG yako hapa anaitwa Kaja, mtu ya hapa amewekwa pale, lakini hana nguvu, ni Flower Girl. Sasa gunzu wakija watakuja wabulemu Kaja, na hana habari what is going on. So yeye amechukua watu ya mlima yote ameweka kila pahali, ameweka juu. Yeye anafanya maneno huko chini ndio wote awamalize. So huyu Mere Wamboi, my sister, I told you, wewe ulikuwa unanipigia kelele unasema mimi ni mkabila, nikakwambia
Huyu Ruto amekula mimi, you are next. Sasa hoteli imeenda ya 7 billion. Na imeenda na Kasongo. Na bado ndio mimi namwambia hawa Wakikuyu wako na mali. Mtafuta hii mali tusaidiane tufukuze hii mtu. Mashamba Kiambu ameanza kuchukua. Shamba ya the late Arthur Magogo amenyang'anya mjane wake. Pale Kasarini shamba ya Mbogwa 240 acres anamezea mate. Sasa mujue watu ya mlima, Ruto akimaliza mali yote ya umma, ile mali imebaki ni yenu. He'll come for you. Mimi nitajaribu kusaidia nyinyi bali nitaweza. Nikishindwa kumfukuza, mumekwisha. Mtanisaidia? Mtusaidiane. So mimi niseme maneno iko namna hiyo. Si ndio? Acha kwanza tunyoroshe pale Olokalau. Pale amemwaga pesa. Hata hakuna change. Ukitaka chai ni 1000. Ali utashibia uende. Pombe ukilipa 1000. Ukitaka maandazi 1000. Pale amelete mpaka gari ya moshi. Jana amelete meli. Pale kila barabara nawekwa maramu. Pale pesa inapeanwa kila mtu 10,000. Sasa tunauliza Wakenya wengine, kwani hii Ruto anabeba nyinyi ufara namna gani? Wewe bwana Havi. Akienda hapo Western anapatia Waluya 200. Akija Mlimani anapeana 1000. Kumekuwa by election Emurwa Dikir kwa Kipsigis. Hakujenga barabara, hakupeleka gas, hakuweka stima, hakufanya chochote. Akija Kikuyuni analeta mambo kubwa kubwa. Lazima Wakenya wengine waanze kujiuliza, kwani nyinyi Ruto anabeba nyinyi ufala kwa nini? Na hii Wakikuyu hata wakifanya hiyo mambo yote wanasema ni one time. Si ndio? Sasa pale ndege karibu zinagongana kwa hewa. Mpaka tunauliza IG atafute base commander awekwe huko kwa hewani to manage traffic. Mandege pale nasunguka Olokalau. Hatujaona kitu kama hiyo tangu dunia yubwe. Magari maprado ni zaidi ya 1000. Pale lodging mpaka bei imepandishwa. Kwa sababu sasa manyumba ni kidogo. Mpaka manyumba ya watu imekuwa converted into lodgings. Sasa watu wanahama, wanaenda kwa nyanya yao, nyumba wanakodisha watu ya Kasongo. The economy of Olokalau has really grown. Pale mtu mwingine alikuwa na butchery, alikuwa anachija ng'ombe 3 kwa wiki. Ameniambia kila siku anachija ng'ombe 2. Anachija ng'ombe 14. Wanaume wa kule nyama wale wamekuja kusaidia Ruto. Pombe pale inaletwa na matrera. Mpaka whisky na nini. Wale wasichana wale wako tabia mbaya kutafuta vile watajisaidia, sasa wameenda pale. Si unajua vile nakuaga wakati ya chai. Pale unajua kuna hii wasichana wetu ambaye wanahangaika tu hapa na pale. Wakati iko T-bonus wanahamia huko. So hii wasichana yote ya Nairobi wamehamia wapi? Sasa hiyo Olokalau sijui tutakaa namna gani. Mpaka wale constituency jirani ya Oljororok, ya Kipipiri, ya Laikipia West wanasema Mwenyezi Mungu, si pia utusaidie uchukue mjumbe wetu ndio Ruto alete pesa wapi? Hapa kwetu. Sasa tumefika, Ruto ameharibu siasa ya Kenya. To an extent people are wishing death for their member of parliament so there is a by-election. Na hii pesa yote ni ile ameiba. Ya Kenyatta National Hospital amemwaga Olokalau. Ya SHA amemwaga Olokalau. Ya kwamba watu jirani wanaomba mheshimiwa yao akufe. Kuwe na uchaguzi ndio pia wapate pe. That is how low our politics have sunk. Lakini I want to assure you, mimi nimeongea na hiyo watu ya Olokalau. Na mimi hata bado enda huko Medho ile kijana yangu. Amenyorosha hii Kasongo. Na si alimwambia Medho put Kasongo on notice.
Siku alikuja kwa mazishi, akamwambia Kasongo, wewe mimi nakuheshimu, lakini mimi nilimwambia Medho, hii soprano ungangana na soprano, hapana kilo yangu. Hiyo ni mtu ya kungangana na Medho. Mimi hata bado weda Olokalau, mimi niko hapa. Lakini Medho amenyorosha, inaenda sawa sawa. And we shall get victory in Olokalau.